Mũndũrũme ũyũ muohwo njera-inĩ ya Naivasha na ena gĩkeno ngoro-inĩ yake. Ona nĩ araina nyĩmbo cia ũgoci. Nitamimbia Bwana. Ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ararekererio kuma njera, nĩkĩo aracokeria Ngai ngatho. Shukuru Bwana. Ona nĩ areka mwĩhĩtwa akiugĩra njera ũhoro. Kwaheri chela milele na milele. Thabarĩ ya njera arauga nĩ ihenya rĩna mĩnoga. Kwa majina yangu naitwa Bernard Kibor Kibro. Natoka Elgeyo Marakwet County. Hii kitendo ilianza kufanyika 2021 ambaye nilishikwa nikaenda Reman Tambach nikaweza na nikaingia Bon mpaka last year tarehe 7 mwezi wa 12 wakanifunga. Kunifunga nikaikuja jela Eldoret ambayo huko nilikaa miezi 6, nikaletwa hapa Naivasha Maximum Prison ambaye saa hii nimekaa miezi 5, naelekea hiyo miezi 6 kutoka from next month tarehe 7 mwezi wa 12 nitakuwa nimejaza mwaka mmoja. Kwanza kabisa siku ya leo niko na furaha sana kwa maana nimeachiliwa huru. Kwanza kabisa wakati nilishikwa nilikuwa nimestuka sana. Hiyo miaka wakati alinipea nilikuja nikastuka sana, lakini kwa marafiki wangu wale wenye tulikuja wale waliwacha nyumbani walinitia moyo. Kaniambia ukifika pale juu nikitenda au ambayo hukufanya mshuku nini mkimbilie Yesu, hili atakufungulia njia. So siku ya leo nimeona imenisaidia. Nilikuwa nimefungwa miaka 70. Baada hiyo miaka nilikuwa naona ni mingi sitamaliza, lakini nilikuwa natumaini kwamba siku moja nitaenda nyumbani. So kwanza kabisa wakati alinifunga sikustuka na hiyo miaka, nikaikuja jela. Wakati nilifika jela nikakutana na viongozi wa wenye wako hapa, maaskari, matrustees na viongozi wengine wa makanisa pale, wakanitia moyo. Akaniambia miaka sio kitu, inafika siku moja ambayo mwaka itaisha, kibao kienda abil tesa punguziwa ama kuachilia, na nikakubali hivyo na nimeona leo imefanyika hivyo. Wathiatea warekererio njera. Vile niliamka asubuhi nikaomba Mungu, na wakati niliomba Mungu nilisikia vizuri sana siku ya leo. Hata mwendo wa masaa kama huwa nasikianga njaa sana, lakini vile leo sikusikia na nilikuwa natumaini siku moja nitaenda nyumbani. Juu Friday last week ilikuwa judgment ambaye iliruka na sikujua ni tarehe ngapi ndarudi tena judgment. So vile nilikuwa pale kwa blog kaweza nikaitwa nikakuja hapa, sikuwa najua hata ni kotini. Sasa vile nimekutana hapo na judge na huyo wakili, nimeshukuru sana vile wameniachilia huru niende nyumbani. Ũyũ arokĩte njera na ihĩtia rĩa kwĩrwo nĩ atuma ndogo na mwana mũnini wa mũirĩtu. Safari ya kitendo ilianzia nyumbani, ambaye huyo mama aliweza kuniwekelea kitendo ambacho sio kuifanya. Na wakati nilikuwa nimeambia sio kufanya hii kitendo, wakailazimisha sana, wakiwa watatu, yeye na bwana yake na ndugu ya bwana yake, ambaye waliweza kushikilia hii maneno sana mpaka wakati walinifunga. Ilifanyika ilikuwa mwendo wa wakati walisema ilikuwa mwendo wa saa 5 ya usiku, ambaye siku mimi nilikuwa kwangu, nilikuwa nimelala nyumbani. Asubuhi vile niliamka asubuhi nikaenda kazi yangu ya kawaida yenye nafanyanga huko kwa mashamba. Mwendo wa saa 3 asubuhi mamkina akaweza kunipigia simu akaniambia, Bernard, kuna msijana
ya jirani hapa anasema uliweza kuja kwetu jana usiku, kuja ukafungua mtoto hapa. Mimi nikaambia sikufanya hiyo kitendo. Hasa hiyo maneno sasa ndio ikaanza hivyo. Wakaenda kwa police station wakaandikisha hizo maneno mpaka wakati lilifungwa. Unaona huyu msijana, ni huyo msijana huyo mama ndio alisema mimi nilikuja usiku kuwafungua kwa nyumba, ambaye sio mimi. Kama kulikuwa na mwingine mtu alikuja, lakini haikuwa ni mimi. Sasa wakati huyo jirani alinipigia simu, akaniambia Bernard, kuna mtoto ya jirani amesema uliweza kukuja kwetu jana usiku kufungua nyumba na kufanya defilement kwa mtoto mdogo, ambaye hiyo nyumba watoto alikuwa nalala peke yao kwa sasa kwa ile nyumba ngine kubwa hiyo. Sasa mimi wakati niliambia sio mimi, na mimi nikaendelea na shughuli zangu, kumbe hawa wameshika hawa watoto wameenda kureport kwa wapi? Kwa police station. So wakati alienda kureport kwa police station, hiyo sasa maneno hiyo police sasa wakachukua hiyo report, wakaanza kunitafuta wakanishika. Sijui kama walishikwa juu mimi hiyo kitendo sikufanya, ni ile kitu walisikia wakisema hivyo. So wakati hao waliweza kusema ni mimi, so waliweza ni mimi ambaye haikuwa mimi. Hasa maaskari wakakuja, mimi nikashikwa na nikapeleka hivyo mpaka kotini, wakanifunga hivyo. Hata msijana mwenyewe wakati walileta kotini, ni watu siwajui. Ni mtoto mdogo ya alisema miaka 9, ambayo mimi hata sijamwona huyo mtoto. Sijajua sasa mpango yake vile alikuwa na alinipangia, juu mimi sifanyi kitendo kama hii na sikufanya. Arauga ni arashakaya muno ni arume aria marohwo ni ngero ici. Mimi wakati sasa nimeachiliwa, mimi sina malipo yote ambaye ndaenda kualibisha, juu nilikuwa najua hiki malipo ya hii dunia itakuwa, na nikajiweka kwa hiyo roho ya kusema wakati nitatoka nyumbani niendeleze kazi yangu ambayo nilikuwa nafanya. Juu hawa ni kweli kama mtoto wao alirepiwa, ni kweli achukua hatua hivyo, lakini waliniwekelea mimi ambaye mimi sikufanya. Hata mimi mwenyewe juu mimi ni mzazi, niko na watoto. Mtoto yangu akifanyiwa kitendo kama hicho, lazima nichukulie hatua, ni mstaki. So kwa maana hawa waliniwekelea, mimi sina malipo kwao kusema nitaenda kulipisha na nini. Yeye nawasamea, na Mungu pia nayo amenifungulia njia, kumaanisha hii kitendo sikufanya. Ni kweli watu wanafanya hii kitendo kulingana na vile niliingia jela. Kuna watu wamefanya kitendo ambayo hata wewe mwenyewe unasikia, unasema ni kweli akuwe jela. Tunapata mtu ameshika mtoto ya miaka 10, miaka 8, na anapatikana kabisa amefanya hii kitendo. Hapo unaona kweli na stahili akuwe jela. Lakini kama mimi na wengine ambao siwajui wenye wamewekelewa, wengi watu wanaumia jela. Especially kesi ya defilement, ndio watu wanawekelewa sana. Na unakuja kupata hiyo kesi wanakufunga miaka zingine ambayo unaona hautamaliza kabisa. Ni ngumu sana, ni mbaya. Nataka niambie hao wote ambayo wanawekelea mtu kesi ambaye hakufanya. Nataka niwaambie msifanye kitu kama hiyo. Kama umekosana na mtu, umchukulie hatua kulingana na ile kitu umekosana. Usikuje ukakuja uchukue kesi nyingine, ukakuja ukapangia maneno ya mtoto atalifanya hii na hii kwa ile kitendo hakufanya. Wajaribu kabisa wamalize na wasinini tena, wasifanye kitu kama hiyo. Arauga jera ni utoro muritu na andu memenyerere muno. Ile kitu nimejifunza mambo mingi sana. Maneno
kama hii defilement, kama robbery, kama mata, makesi yote nimesiona watu wako hapa. Naikumbuka nikiwa nyumbani, nilikuanga nasikianga radio, nasikia mtu ameshikwa na guru, ameua watu, nasikia mwingine Kisumu amefanya hii kitendo. Nilikuwa naona ni kama ni story tu ya radio. Lakini mimi mwenyewe wakati niliingia jela, nimejionea maneno mingi sana. Maneno mingi kabisa. Ambaye saa hata nikienda nyumbani. Naenda nyumbani, ndaambia vijana kila mtu hii na hii na hii na hii, mtu usifanye kitendo yote mbaya. Kama uko na kirai na mwenzako ama nini, tafadhali ujue vile mnamaliza, ndio isiwe unakuja unaenda unamrudishia kwa njia nyingine ambayo si halali. Kwa judge vile ameniachilia, ni vile ameona hizo submission vile nimeandika, hizo kesi vile nilifanya. Wakati nilifanya hii kesi kulingana na vile sikufanya kitendo. So hao vile walisema ni mimi na vile mimi nilisema si mimi, kitu vile aliangalia vizuri akapata hii kesi ni kuwekelewa, ndio naona sasa ni ameniachilia. Kwa kijiji yangu wanajua tabia yangu sote. Mimi ndarudi nyumbani, ndakaa na ile tabia yangu vile nilikuwa nakaa nyumbani, kufanya kazi yangu, sikuwa nakosana na mtu. Hata hawa wanajua mimi sikuwa na mtu wa kukusana na mtu ati nimekosana na mtu, mimi si mwizi, sifanye maneno kama ile liwekelewa. Nataka hata pia na washukuru kwa hao wote wale waliniombea. Nataka niwashukuru sana. So mkini ngojea mniombee mazuri. Akati ndaachiliwa hapa nikuja nyumbani. Mniombee safari mzuri nifika nyumbani, tutaungana na hawa na ndaendelea vizuri na biashara zangu. Sijabadilisha nguo juu hapa jela inaendanga na procedure zake. Siwezi nikatoa nguo kabla sijaitwa. Juu saa hii baada ya hapa kotini ndarudi pale kwa block mpaka nitaitwa tena. Niambiwa sasa ni saa ya kutoka, ndio nitaweza kutolewa manguo zangu ya raia, ni saa niende nyumbani. Mimi jela sitaki nirudi jela. Na ndaenda kuambiana mtu asijaribu kuingia jela. Jela ni mahali mbaya. Jela ni mahali mbaya. Mahali si mzuri. Nataikana na wale walifanya kitendo yao, hapa nje narekebisha hiyo tabia ya hawa. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ.